Sote ni mashuhuda kuwa vijana wengi wamekuwa wakijiingiza katika mienendo na tabia isiyofaa kama vile matumizi ya madawa ya kulevya na matukio mengi ya uhalifu. Na kama nilivyogusia wakati wa maonyesho ya kitaaluma, vijana wetu wamelieleza vizuri swala la matumizi ya madawa ya kulevya, athari zake na namna gani ya kukabiliana. Na mwenendo huu umekuwa na madhara kwa vijana hao, madhara kwa familia zao, lakini madhara kwa jamii na taifa letu. Vile vile kumekuwa na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kinyume na utamaduni na mila zetu, kiasi cha kuchangia mmomonyoko wa maadili, lakini pia kuna athiri ustawi wa taifa letu. Mitandao ikitumika vizuri inakuwa na manufaa mengi, manufaa makubwa, lakini kwa baadhi ya vijana wamekuwa wakitumia mitandao hii kiasi cha kuathiri ustawi wa taifa, kiasi cha kuleta mmomonyoko kwenye maadili, kiasi cha kuleta athari hata katika maisha yao ya baadaye. Ninyi ni taa na tegemeo kwa taifa hili, hivyo jiepusheni na tabia na mienendo isiyofaa na yenye madhara na athari kwenu, lakini pia kwa jamii. Kumbukwe kuwa elimu bila maadili ni hatari kwa jamii, ni hatari kwa taifa. Wakati wote muwe na uzalendo kwa taifa letu. Zingatieni kuwa na nidhamu, heshima na tabia kufanya kazi kwa bidii, uaminifu na weledi. Lakini pia jiwekeni malengo katika maisha. Chagueni marafiki walio sahihi. Wakati mwingine swala la kutokuwa na rafiki aliye sahihi linaweza likakufanya ukapotoka, na kamwe msikate tamaa, kwani mafanikio pamoja na mambo mengine mara zote yanahitaji uvumilivu, yanahitaji umakini, lakini pia imani. Serikali inapaswa kupiga vita jambo hili, mmomonyoko wa maadili pamoja na matumizi ya madawa ya kulevya. Jambo la kwanza ambalo natamani lingekuwa la kwanza kabisa ni kupigana na zile akaunti ambazo ni akaunti fake ambazo zinasambazwa katika mitandao ya kijamii kama vile TikTok, Instagram, Facebook. Ni kuzipiga vita, kutafuta namna ya kuziban na kuziblock kabisa zile akaunti ambazo zinasambaza video mbalimbali pamoja na picha mbalimbali ambazo zinapelekea mmomonyoko wa maadili. Na tukija katika swala la matumizi ya madawa ya kulevya, kwa sababu ukifuatilia asilimia kubwa ya madawa ya kulevya ambayo yanasambazwa katika nchi yetu hii ni ile grade ya chini kwa ajili ya kuuza kwa urahisi na kusambazwa kwa urahisi kwa vijana wadogo. Kwa hivyo ni kupiga vita yale mashirika au vikundi mbalimbali ambavyo vinajihusisha na usambazaji, kwa sababu ni shughuli ambazo zinatumika kwa asili sana. Kwa hiyo kusambaza majasusi ambao wataweza kufuatilia hivyo vikundi vidogo vidogo ambazo wanajishughulisha na usambazaji wa madawa ya kulevya. Mtoto mdogo kishampa mambo ya talent, anajifunza vitu vingi ambavyo havina uwezo navyo. Vitu vile vinamwathiri sana katika akili. Akisema aanze na kujifunza vile vitu, anatoka kwenye mmomonyoko wa maadili. Wito wetu kama mimi mzazi pamoja na wanafunzi, tuwakemee katika masuala ya talent. Waadili tu na vitabu vya masomo basi. Kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa, shule yetu imekuwa ikipata ufaulu wa 100%. Hii ni ishara tosha ya ushirikiano mzuri uliopo kati ya bodi ya shule, walimu, wazazi, wanafunzi pamoja na wadau wa elimu. Zaidi ya yote, makao makuu ya Jeshi la Magereza ikiendelea kusapoti kwa kila hali.